Ndongo isia Azimio Itongo iwe ni mutongo iwa Wiper Kalonzo Musyoka na munana iwa DAP Kenya Eugene Wamalwa nisi atula mutu serikali ya President William Ruto kwa kilame oweta takwete thesia enende madhayu kumana na umya wa koti. Ndongo isia nena kanisa ni wa Jesus Christ Center ngalikone sia Likoni County ya Mombasa atongo alangi meivikite udhaidhini uo ni evo muyumbe wa Kitui West Edith Nyenze na munyanya ewa kiliombunge cha Makueni Susan Kiamba na vala maine na ama muweta Kalonzo towe mutongo yu ula wailete usumbika Kenya itina wosa kuwani wa 2027. Joseph Kitheka ena mauvo. Ainena gavina ni kalamedha maidhaidhila kanisani wa RGC Christ Center Likoni la ikaundini ya Mombasa. Ndongo hii ya Wiper Kalonzo Musyoka ni waende ya utula muti serikali nene nundu wa kuende ya uvinya mwene ndi na maundu makoti wanakuitha ngalama amikale yeyulu muno. Unajua chumbi imewekwa kodi. Kombeni anasoka sababu wakati huu nchi iko na matatizo mengi. Kuna ushuru usio wa kawaida. Kusamehe wakati mwingine kama tunaita watu majina ya kiushuru. Mungu la Zacchaeus alikuwa mtoza ushuru. Na Yesu akaenda akakutana akapanda mti. Akapanda mti kwa Yesu akamwonea huruma na tonight I'm dying with you. Zakayo akashuka. Because he was a tax collector. So nyakati kama hizi ukiona tunatoa mifano inayolingana na mambo kama haya, msione kama tunadharau jina lake Bwana Yesu. Gharama ya maisha vile ilipanda. Kuna Wakenya wengi hata tukiwa hapa kanisani wana shida hata chakula kuweka kwa meza. Mambo ya rent, wengi kulipa rent ilikuwa ni shida. Karo ya watoto shuleni na kera wazazi wengi sana. Yale ambayo tulikuwa tumesukuma walikataa mambo ya kupunguza ushuru. Wako wanaendelea kuongeza nini? Ushuru. Ndeto siya kingi ni siedhe yiko vinya ni munyanya ula ni mutongwe wa chama cha DAP Kenya Eugene Wamalwa valengi Wamalwa na ake wasi wakaingia lulamuti serikali nundu wa kuende utumia nzeila ukuweta tasia mukato kukinyi yandi livoti ya unenania wavamwe ya Nadiko kwisela kotini vala watavya serikali kanama yei saiti kila ona itambia kuenda kusakuwa nzama ya usakwani ya IEBC matakoneti ngaliko ya ulei undumana wetete livoti nisu ya Nadiko. Kuna hatari kubwa pale mbele, sababu yale mazungumzo ambayo yalipeana mkataba, huo mkataba sasa uko unakuwa blocked kule kotini. 2008 ukienda Rift Valley, ukienda wapi Nairobi, watu walipoteza maisha sababu ya IEBC kuwa na kosa imani ya Wakenya. Hatutaki kurudi hapo tena. The IEBC reconstitution process is what will make or break this country. Please pray for our country, Kenya. Pray for those who are in power and who are thinking they can use the deep state, they can use the system to frustrate what was agreed at Bomas and to get their way to reconstitute IEBC unilaterally. Hiyo commission haitakuwa ya Kenya. Hiyo commission itakuwa ya Kenya kwanza. Na kikosa imani ya Wakenya wengine 2027 tutakuwa na shida. Kuna jamaa ameenda kwa mahakama. Nia yao ni kujaribu wakimbize mambo yao iwe ni Kenya kwanza peke yao, ambao watakaounda tume mpya ya IEBC. Hilo halikubaliki. Na kama wataendelea na hiyo route, bila shaka tutajua kwamba wameamua kurig elections hata kabla yenyewe kufanyika. And Kenyans are fed up and tired of election rigging. Hata kama ni kurudi kwa mitaa, kwa streets, tuko tayari kabisa. Kavindane kuna mwambunge alame atenita na Kalonzo Evo Susan Kiamba wa Makueni Edith Nyenze wa Kitui West kati watongu yangi ni mamukadhi ya ndongo hii ya Wiper maiweta woto wanya kuwanthi hii ya Kenya. Tuko na mjadala mzuri Kenya yote inahitaji. Tunapenda sana mtuombe. Hii safari tunaanza na His Excellency Stephen Kalonzo Musyoka na watu wa Azimio. Ikuwe na Mungu na Mungu atusaidie tukienda
kiongozi ambayo anajali Wakenya. As me or the opposition oversight the government, and we stand as an alternative government. Na sasa my friend has said that kuna msichana. I will not mention him, but what I will say is that huyu msichana tumuulize Mungu. We are requesting you to support us, but let's pray to God that He makes it possible. Because with God all things are possible. Joseph Itheka ngilivutia vilingi wa Mauvo, Mutongoi TV.